Mama Shujaa Chakula, shibe ya taifa. Mimi mradi nitakao muachia huyu mama nilitengeneza jiko linalotumia kuni kidogo. Uwepo wa Monica iko kama mtoto wangu wa kwanza, nampenda sana. Mimi kwa kweli mradi wangu niliamua kumkatia mama kuni, na mama hizo kuni atatumia masika yote mpaka itaisha. Ndio ukumbusho wangu niliyemwachia mama. Nyopo Eloise tulipokuja tumepokeana vizuri. Amenisaidia kweli kukata hiyo kuni. Mradi wangu ulikuwa ni bustani na kujenga jiko. Neema nimempenda. Mimi nilikuwa nafanya kazi zote za ndani, yeye amekuja akashika zote kama mtoto wangu ambaye yuko shuleni. Sasa hivi mimi mradi nilioanzisha, nimeanzisha bustani za mboga. Ni kweli Christina amenipandia mboga, kwa hiyo atakapoondoka kwanza nitaendeleza ile bustani, nitakuwa nanyweshea kila siku na nitauza mboga kwa sababu kwanza niko mwenyewe kuzitumia hata zote sintaweza, kwa hiyo nitauza na mimi mwenyewe nitapata mboga. Mimi mradi ambao nilibuni ni bustani ambao ni ya kuweka kwenye mifuko na kuning'iniza juu kwa ajili ya kuepuka uharibifu wa kuku na mbuzi. Kwa mgeni wangu niliompokea ametuonyesha mradi wa kujenga jiko. Na jiko aliyejenga kweli ilikuwa ni jiko ambao ni nzuri kwa sababu inatumia kuni chache na inatumika kwa sufuria 2. Mama Shujaa Chakula, shibe ya taifa. Nikiwa kama mama shujaa wa chakula, nikaona kwamba mama anaosha vyombo vyake anaweka chini. Kuku wanakuja wanapita wanachafua. Kitu cha kwanza nilichokifikiria ni kumtengenezea kichanja ili akiosha vyombo vyake vikae juu. Na kweli nakumbuka sana, amenisaidia kwa kweli. Nimetengeneza jiko la kupikia. Nimeweza kusiriba nyumba, ukuta wa nje kukandika, na pia nimesiriba vyumba 3 chini. Kweli Eva kila kitu amenisaidia. Shambani amenisaidia kila mahali, kuni, ananifulia nguo, akafua na nguo za wajukuu zangu, nikikuta kila kitu anafanya, alali usiku, kila kazi anafanya. Tumeshirikiana na mwenyeji wangu kufanya shughuli mbalimbali za nyumbani. Tumetengeneza bustani pale ya mboga, bustani ya juu kwa sababu ya chini kuna usumbufu wa wanyama. Hapa mie nimetengeneza uchanja wa vyombo. Tangu kufika hapa mie nimetengeneza usitani ule pale wa mboga karoti. Namshukuru Mungu sana kwa kumpata bibi kama huyu. Anaitwa Martha Maseta. Ni bibi mzuri sana. Kwanza amenifundisha mambo mengi. Kwa ujumla kweli amenifungua. Manake nimejifunza vitu vingi sana kwake. Naendelea mradi wangu utawanufaisha wenyeji wa hapa kwa sababu nimewatengenezea bustani ya kutundika. Kuna nangata kwa wanaikaga chungu, wanakiepua, wanaika chini. Ndio nimewatengenezea ngata. Kwa kweli itatusaidia kwa sababu sisi tuna mbuzi hapa. Kwa hiyo hata hizo bustani ni nzuri sana, kusaidia sana sisi kutokuhangaika tena kutafuta mboga mbali, maana tutakuwa tu tuna bustani wetu ya kuchuma hapa. Mama Shujaa Chakula, shibe ya taifa. Mradi unaendelea vizuri na wamelizika nao kiasi kwamba kila mtu hapa kijijini alikuwa anataka nimtengenezee, ni basi kwa sababu natoka mbali nilishindwa kuwatengenezea karibu wote. Mary akiondoka nitamkumbuka kwa sababu ametutengenezea jiko na kutuendelezea biashara ndogo ndogo. Mimi nimetengeneza jiko, nimetengeneza kichanja hapo cha vyombo. Jamani, namshukuru sana mtoto wangu. Amenishika kama mama yake. Kitu ambacho nimeweza kufanya katika familia hii, tuweza kufajia zizi la kondoo, tukasomba mbolea tukapeleka shambani, nikaandaa bustani hizi za juu za kuweka kwenye mifuko. Hivi vitu ambavyo amenionyesha nitaviendeleza. Kwenye hii kaya nilitengeneza kitalu cha bustani, nikasia mbegu ili aje akazitawanishe. Mary kuondoka, hata ile furaha alionayo kwetu ni kubwa. Hiyo pia najivunia hiyo upendo na ile furaha ambayo ameonyesha kwetu. Nilipanda mboga, nina jiko ambalo linatumika, pia nilisiliba nyumba. Kwanza sisi tulikuwa tuna jiko ya kupikia labda sufuria 2. Tunatumia jiko moja. Lakini ametufundisha na ametutengenezea jiko ambayo inatumia masufuria 2.
Habari? Hamjambo? Hatujambo. Mmefurahi? Ndio. Na wazungu leo mtanitia aibu tunajua nyinyi. Nani anaongea kizungu? Mwingine nani anaweza kuongea kizungu? Naongea Kiswahili. Naongea Kiswahili. Kiswahili hawajui. Wajifunze. Lakini wajifunze kwa sababu wamekuja Tanzania. Wajifunze kwa sababu wamekuja Tanzania. I was just trying to talk to them if they'll speak Swahili or they'll bring a shame here. And they say you have to learn Swahili because you're in Tanzania. Now we have our guests from Oxfam. They will introduce to you who are they, what are they doing. Okay? Tuna wageni watajiintroduce kwenu, their names, who are they, wanafanya nini na Oxfam. And I heard that you had a gift for them. For female heroes? I do have a gift. So my name is Lorna and I'm from Dublin in Ireland, and I am an ambassador like JB for Oxfam Ireland. So I work in fashion. I am a blogger and television presenter, and what I'm going to talk to them a little bit about later is what I do and tell them about fashion and lifestyle, and I've got a little bit of a surprise for them. Yeye ni blogger na ni mtu fashion pia. Kwa hiyo ataongea na nyinyi kuhusu fashion. Well, please tell them I think they're all incredibly stylish and I feel very underdressed today because they're all so glamorous. Asema mmependeza sana na nyinyi mmekaa ki fashion. Kwa hiyo lakini atawapa fashion zingine kutoka Ireland. Na zawadi kwenu. Did you just have a gift for female heroes? I do. And did you bring a gift for ambassador? That's very bad. Ana zawadi kwenu. Ana zawadi nzuri. Mbona hamfurahi? Hamtaki kwenda Ireland? Mtaongea kizungu. Talk to them. Okay. So we've met, we've had a chat. Christine and I have met, which is so nice, you know. I haven't met everybody else yet. Sasa mtapewa zawadi. Sawa? Kila mtu ana zawadi yake. Now here are the gifts. Will I tell them what I have? Yeah, awaambie kitu gani kipo? Au mnataka kufunua? They like surprise. You want to see what is inside? You want to see what is inside? Kila mtu atafungua mwenyewe. Now they're saying okay, are you ready for the gift? Yes. Are you ready for the gift? And you can tell them they can open them. They're allowed to open them. Naweza mkafungua wakati anawapa. Okay, so here you go. Kwa niaba ya wote mmoja azungumze. Start fresh, start from the top. Okay, Betty, you speaking English now? Yes. English is reachable? Yes. Very good English. Okay. We just appreciate you for the gifts we have get from this our friends from Ireland. Yes. So we are very happy, all of us. We just thank you very much. Thank you very much for your gift. God bless you and give you many things. Mama Shujaa Chakula, Shibe Taifa. Mama Shujaa Chakula, Shibe Taifa. Unaonaje shindano letu la Mama Shujaa? Shindano liko safi kabisa. Liko zuri. Unalifurahia? Nalifurahia sana. Kweli? Kipi kinakufurahisha kwenye shindano hili? Kwa Mama Shujaa wote tuna ushirikiano mzuri. Aha. Utarudi Njombe baada ya shindano hili? Ndio. Unafikiri utarudi na ushindi? Ndio. Kwa nini ushinde, Neema? Nashinda kwa sababu najiamini. Kwa sababu unajiamini? Ndio. Kila ninayemhoji anajiamini. Sasa kama wote mnajiamini, kipi wewe kingine unacho zaidi ambacho kitakufanya ushinde?
kitakachofanya nishinde ni kwamba kwanza ninajiamini. Halafu pili, kiujumla ninakipenda kilimo. Mama Shujaa Chakula, shibe taifa. Nimesikia kwamba mnakaa na wenyeji wenu wa Masai. Vipi, mnaelewana kweli? Mimi sasa ameshanifanya mwanawe. Tafadhali bwana. Kabisa. Yaani na furaha kubwa sana. Na yeye ananipenda. Mimi ameshaniwekea zawadi ya kuchukua. Ukimaliza? Zawadi gani mwenzangu? Mkanda. Mkanda wa namna gani? Mkanda ametengeneza kwa Kimasai, kumchukulia mume wangu. Mama Shujaa Chakula, shibe taifa. Penzi watazamaji wa kipindi cha Mama Shujaa, tayari tumekwisha fika hapa. Tuko hapa chini hapa ya mlima Kilimanjaro. Tuko Monduli kwa siku 20, lakini sasa tuko chini hapa ya mlima Kilimanjaro ndipo shughuli hizi zitafanyika. Hazitachukua muda mrefu sana. Tayari tutakuwa tumekwisha mpata mshindi kama unavyoona. Kuna kazi ya kupanda, lakini kama nilivyoahidi mwanzo, baada ya kupanda hapa na kumaliza hii kitu, tangalia uwezekano wa kupanda mlima huu Kilimanjaro. Naam, Mama Shujaa hawa ndio wanaingia mahala hapa kwenye ukumbi tayari kabisa kuanza kwa fainali hizi. Leo ndio mshindi wetu tunampata. Ni siku ya kutangaza mshindi leo. Mama Shujaa Chakula, shibe taifa. Mama Shujaa hawa tayari wamefika mahala hapa, na baadaye kidogo tutampata mshindi wetu ambaye ataondoka na ile zawadi yetu nono ya zana za kilimo, uvuvi au ufugaji, lakini thamani yake ni milioni 25. Kama unaweza kuangalia vizuri nyuma, ni ndugu zangu wa Masai hawa. Lakini kwa taarifa yako tu, hawa ndio walikuwa wenyeji wa Mama Shujaa wetu. Nao wamesafiri kutoka Monduli mpaka hapa kushuhudia nani ataibuka mshindi. Ni sherehe hizi na shamra ambapo leo ndiyo siku ya 21 na leo ndiyo siku ambayo tutapata mshindi. Wageni mbalimbali tuko nao hapa, lakini kikubwa tumekusanyika hapa kupata mshindi wetu. Safi kabisa. Tukae sasa. Mama Shujaa Chakula, shibe taifa. Tunaanza rasmi sasa na utambulisho ambao utatolewa na Eluka ambaye anatokea Oxfam. Atatutambulisha karibu watu wote waliokuwepo hapa. Alafu tutaendelea haraka tujoin na wenzetu. Please. Asanteni sana. Mambo oye! Kilimanjaro oye! Women to Kilimanjaro oye! Nia yetu ya kuja hapa ilikuwa ni moja, ambayo nilikuwa kusimama na wenzetu kuhusu maswali ya haki ya ardhi. Tukasema tuje hapa tufanye nini? Tumalizie shindano letu. Nashukuru sana. Naomba nitambulishe viongozi na vijana wa Ingwiki, karibuni sana. Naomba pia nitambulishe waongozi wa Women to Kilimanjaro, nafikiri baadaye tutapata muda kujumuika nao. Pia naomba mtambulishe Jane Foster, mkurugenzi wa Oxfam, Genevieve na Alona kutoka Oxfam America and Oxfam Island Ambassadors. Without forgetting Rasa and Alice. Na last but not least, naomba ni watambulishe wakina Mama Shujaa kutoka mikoa 15 ambao wamekuwa wakishindania ile zawadi kubwa ya milioni 25 ya thamani za kilimo, ufugaji au uvuvi. Shindano la Mama Shujaa Chakula lilianzishwa pamoja na wadau wenzake mwaka 2011 na huu ni msimu wetu wa 5 mwaka 2016, na tunashukuru sana kwamba tumeweza kuadhimisha siku hii kwenye siku ya wanawake. Leo ni siku ya kutambua wakulima, wafugaji, wavuvi wakulima, wafugaji, wavuvi wadogo wadogo. Naomba niseme kwamba shindano letu la Mama Shujaa lina nia la kutambua, kuungana mkono na wakulima, wafugaji, wavuvi wadogo wadogo.
Sitaongea sana maana ratiba yetu kidogo imekaa upande, lakini nilikuwa nataka kusema machache. Kwamba nashukuru sana kina mama shujaa hawa ambao walijaza fomu mwezi wa kwanza wa pili, wakazituma Dar es Salaam, zikapokelewa, tukazisaisha, tukapata 19 bora kutoka kwenye majumuisho hayo. Tukaenda tukawatembelea wote, tukapata 15 ambao wakakubali kuungana na sisi na kuja hapa Arusha kwa ajili ya kushiriki. Naomba niwashukuru sana kwa jitihada zenu, kwa nguvu zenu, kwa moyo wenu na kila kitu ambacho mmekiweka kwenye hii shindano kuhakikisha kwamba masuala ya wakulima wadogo, masuala ya vuvi yanasikika kila siku na mmejitolea kweli. Naomba niwapongeze sana kwa hilo. Naomba niseme pia kwamba nyie ni wadau, mabalozi wa Oxfam. Kama siku ya kwanza tulivyokutana tukaongea, nikasema nyie ni mabalozi wa Oxfam saizi na kudumu. Na hata atakayetoka mshindi haijalishi, wote bado mtabaki wabalozi wa Oxfam sasa na kudumu. Naomba niwashukuru hiyo kwa hilo. Asanteni sana na natakia kila laheri kwenye matokeo ya leo. Lakini atakayetoka mshindi bado atakuwa mwakilishi wa wakulima wadogo Tanzania nzima, lakini pia bara la Afrika. Nashukuru sana. Okay, asanteni sana. Hapo labda tuendelee kupata hotuba. Naomba unipelekee kipaza sauti kwa mkurugenzi wetu wa Oxfam. Speech from Jane Foster, Oxfam in Tanzania Country Director. Tusikilize hotuba kutoka kwa mkurugenzi wa Oxfam hapa Tanzania, Bibi Jane Foster, please. You're welcome. Asante JB. Habarini za mchana. Wageni waalikwa kwa heshima kubwa. Napenda kuwakaribisha nyote na bibi na mabwana. Na kwa nafasi ya pekee napenda kuwakaribisha viongozi wa serikali ya Monduli na watu wote wa kijiji cha Engwiki na wa Tanzania wote. Asanteni sana. Napenda pia kuwashukuru wageni wetu maalum kutoka Marekani na Irlandi, Genevieve na Lona, ambao wameleta glama na urembo kwenye shindano la mama shujaa wa chakula. Hongera kwa wakina mama wete wote. Asanteni wote. Nice speech. Tumpigeni makofi Jane kwa speech nzuri. Lakini tumpigieni makofi tena kwa lugha ya Kiswahili aliyoitumia. Okay, tunao wageni wetu wawili. Maybe you will stand because people want to see you. Just stand and yes. Huyu wa kushoto yeye anaitwa Lona, anatoka Ireland. Anafanya nini mtajua baadaye, lakini yule mwingine katikati anaitwa Genevieve, yeye anatoka USA. Baadaye wao ndio watatutangazia washindi, alafu wataongea kidogo. Mama shujaa chakula, shibe taifa. Haya. Lucas, sijui kama umeweka daktari hapa kwa sababu pressure za mama shujaa pressure za mama shujaa zinakwenda sasa. Sasa utaratibu utakuwa hivi. Dakika chache we will announce the top 3. The top 3. Nita announce mimi, I'll announce the top 3. Then I'll call Jane with our honorable guest. You'll come and stand here, then you'll announce the winner among those top 3. Mama shujaa chakula, shibe taifa. Naona majina ndio yanakuja hapa ya top 3. Haya. Jane, you have the top 3 and I think you're going to announce the winner. Majina ya washindi watatu
ambao wameingia kwenye top 3. Wa kwanza hapa namuona. Tumpige makofi Mary Liatu. Njoo Mary. Alafu tuna Maria Alfred Mbuya kutoka Shinyanga. Lucina Asei kutoka Shinyanga. Alafu Maria Alfred Mbuya kutoka Mbeya. Na dada yangu Mary Liatu kutoka Arusha. Sakati ya hawa ndipo tunapata mshindi. Na mimi na hand out hii microphone kwa mkurugenzi wetu Jane aweze ku-announce who is the winner. Mama Shujaa, tusimame kwa heshima ya mshindi wetu atakayetangazwa. The winner is Maria Alfred Mbuya. Maria Alfred Mbuya ndiye mshindi wetu. Amen. Tumshike. Mama Shujaa, tumshikeni mwenzetu. Hii ni surprise. Ni surprise kwake. Ni surprise kwake. Haya, tugeuke. Maria, jikaze. Jikaze. Njoo hapa kwenye cheki yako sasa. Njoo kwenye cheki yako upige picha. Safi kabisa. Tupate picha hiyo. Tupate picha. Tupate picha hiyo. Huyu anaitwa Maria Alfred Mbuya. Yeye anatoka mkoa wa Mbeya. Ndiye mama shujaa wetu wa msimu huu wa 5. Naona anatetemeka pale. Nilisema jamani, pressure. Mama shujaa chakula, shibe taifa. Napenda kusema kwanza, ninamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuweka hapa wote. Maana bila yeye tusingekuwepo hapa. Pili, ninapenda kuwashukuru Oxfam ambao wametuwezesha kwenye hili shindano. Ninashukuru uongozi wote wa Oxfam. Nikianza na John Foster, Eluka, Jovita, Freddy na wengineo wote. Ninawashukuru sana. Kwa hiyo ninaendelea kumshukuru Mungu, ninaendelea kumuomba Mungu aendelee kuwapa moyo huo huo uongozi wa Oxfam. Pili, ninapenda kumpongeza na kumshukuru kaka JB kwa kazi kubwa ambazo amezifanya. Kwa jinsi mwili wake ulivyo mkubwa nikajua hataweza, lakini aliweza. Ninakupongeza kaka JB na ninakushukuru. Nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sintawashukuru na kuwapongeza vijana hawa wapiga picha. Kwa kweli walifanya kazi kubwa namna mnavyowaona hawa. Walifanya kazi ya kupanda milima na kushuka. Wao gari kwao ilikuwa halikuwa na faida. Walikuwa wakiona gari hawaoni sababu ya kupanda, walikuwa wanakimbia, wanapanda milima kama vile ni mteremko. Ninawapongeza na ninawashukuru sana kwa kazi kubwa mlioifanya. Mungu awabariki, awatie nguvu, msikate tamaa, muendelee hivyo hivyo. Nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sintawashukuru akina mama shujaa. Akina mama shujaa hawa wote, ninaamini wote ni washindi. Akina mama hawa tulishirikiana nao vizuri sana. Kwa upendo, tulipendana kama vile tunafahamiana muda mrefu, lakini kumbe tulikutana kutoka mikoa mbalimbali. Kwa kweli tulipendana. Ninawapongeza akina mama shujaa kwanza kwa ushindi mkubwa mliopata. Ushindi huu niliopata si wa kwangu mimi peke yangu, ni wa kwenu nyinyi yote. Ninawapongeza sana. Mwisho, ninapenda kuwashukuru akina mama wa Engwiki kwa mambo mengi waliotufanyia, kiasi kwamba nikisema nieleze moja moja hatutaweza kuyamaliza.
Asanteni akina mama wa Engwiki, mtufikishie salamu kwa kina baba. Muambie akina mama Shujaa wanasema asanteni sana. Mungu atubariki wote, atulinde, atuongoze sasa na hata milele. Asanteni sana sana. Mama Shujaa Chakula, shibe taifa. Habari. I think we need a translator, JB. Swahili. Okay. I'll translate. Let's start. I said every day I'm proud to be a woman. Today, extra proud. Anasema kila siku anajivunia anapenda kuwa mwanamke kama alivyo na leo imezidi zaidi. Thank you for hosting us. Thank you. And as a strong woman, I'm here to support all of you. Now, Lona. I want to thank all of the mamas for having both of us be part of your experience. Anashukuru na anawashukuru sana Mama Shujaa kwa kuwafanya wao wawe sehemu ya shindano hili. And also to the community of Enuiki Village for having us and welcoming us over the last few days. Na wenyeji hasa mama hawa Masai kwa kuwakaribisha na kuwa nao wao. But also to say and to echo what Genevieve said, that we are here to support you, to be empowered, and I'm going to take all of your stories back to tell everybody where I'm from just how amazing you are. I'd like to say thank you to everybody. I know that there are people who I missed out in my speech, and to once again congratulate the Mama Shujaas. Every one of you is a champion and is a winner. Asante. Mama Shujaa Chakula, shibe taifa. Wekeza. Wazalishaji wadogo. Wekeza, inalipa. Wazalishaji wanawake. Wekeza. Wazalishaji wadogo. Wekeza, inalipa. Wazalishaji wanawake. Sera itungwe. Sheria ifuatwe. Wakulima wadogo. Haki tupate. Wakulima wanawake. Kwa pamoja tunapaza sauti. Tunataka miundombinu rafiki, tunataka pembejeo wakati, tunataka na masoko ya uhakika, haki ya kumiliki ardhi ni yetu. Inalipa. Wekeza kwa wazalishaji wadogo wanawake inalipa. Mama Shujaa Chakula, shibe taifa.